Kikubwa wakati niko Tabora, hiyo kwanza nahisi ni aim ya kila mchezaji wa Tanzania, kila mtu anayecheza ligi kuu ya Tanzania, kila mtu anayecheza timu ana hamu ya kucheza hizo timu, ana hamu ya kucheza Simba, ana hamu ya kucheza Yanga, sababu ni timu zenye historia kubwa kwenye nchi yetu, unaelewa. So mwenyewe ni mmoja kati ya watu ambao nilikuwa na ndoto na nilikuwa na hamu ya kuja kucheza. Of course, I don't care about people say, unaelewa. Huwa sijali mimi kwa maisha yangu, naamini hata wewe ukiwa peke yako tu ukiniamini naweza kufahamini. Wewe una uwezo kunitia nguvu mimi kufanya ninachokifanya. So wakiwa wengi wanasema mabaya, wengi wanasema mazuri, I don't care. Hapo kwenye watu kusema mabaya, watu kusema mazuri, Young Africans ni timu kubwa, pressure inakuwa kubwa sana, kila muda inahitaji matokeo. Mchezo wa mwisho watu wengi walitaki. Ulikupa experience gani? Kila mtu alizungumza na kwako, uliona zile feelings za watu, kuna wewe ndio sababu ya timu kupata sare dhidi ya Mtibwa Sugar. Ilichukua muda gani kuweka sawa, lakini pia umejifunza nini? Of course, kabla sijaja Young Africans ni kitu ambacho nilikuwa nimekitarajia kwenye maisha yangu, so mentally nilikuwa nipo tayari. Naelewa. Sababu hii timu zina mashabiki wengi. Tanzania tupo watu milioni 60. Naamini kwenye watu milioni 60 wote ni aidha Simba au Yanga. Naelewa hicho kitu. So ni kitu ambacho nilikuwa nishajiandaa nacho mentally. Sababu naamini mwanzoni kabla sijaja Young Africans nilikataa kuja. Mara kwanza aliponicheki nilikuwa nafsi yangu ilikataa kuja, unaelewa. So mwanzoni kabla sija huko nilikuwa JKT. Unaelewa. Sababu niliogopa mambo kama, lakini nilikaa nikajichallenge mwenyewe. Of course huwezi kukua kama ukutana na challenge kama hizi. So nilikuja kwa mentally nilikuwa nipo tayari na naamini nitakutana na vitu kama hivi. Kwangu mimi natumia kama ni daraja kunijenga. Hivi nimesababisha timu ikapata goli ni mimi mwenyewe, unaelewa. So kwenye matokeo ya mpira huwa naamini watu of course huwa wanapenda impact ya mwisho. Ndio maisha yetu ya mpira, sio wachezaji tunaelewa hivyo vitu, unaelewa. So nimelibeba ile kwangu mimi ni funzo, na mimi nikija haitokuja kutokea tena. Tukumbushe kwenye ile moment namna ambavyo kwanza ulicheza performance bora 98%. Tuseme labda ile ya mwisho 100%. Lakini ile ya mwisho kwa sababu ilitakiwa uwape watu alama 3, ndio maana labda iliweza watu kukuzungumza zaidi. Nini kilitokea pale kwenye ile moment ushamchukua mpaka unaona goalkeeper anachagua engo na unaweza kupiga nje? Kikubwa unajua kwenye mchezo mpira, yani nahisi kwanza wakati nimegeuka na ule mchezaji nilijua sikuangalia nyuma, sababu nilijua bado sijamwacha mbali, unaelewa. Ndio maana nikafanya maamuzi haraka ya kupiga mpira. Sababu kwangu mimi ndio niliona ndio kitu sahihi. Unajua kwenye mpira una kitu unachokufanya muda ule, unaona wewe ndio kitu sahihi, unaelewa. Kwa muda kwangu mimi niliona ni kitu sahihi nilichokifanya, kimwisho siku kuletea goli. Kwa nahisi inatokea kwenye mpira, ninaona inatokea. Mtu anakosa goli kwenye touchline. Sasa mimi nipo mbali kabisa. Lakini kikubwa sikufurahia, ni mwenyewe iliniumiza sababu nilitaka timu tupate matokeo, sababu almost 2 matches kwa tumepita bila kupata ushindi. Na mwenyewe ningefurahi sababu mimi ningekuwa sababu ya kuipa timu ushindi, unaelewa. So ikotokea mwenyewe iliniumiza sana. Na naamini wananchi waliumia sana. So siwezi kumzuia mtu kuexpress anachojisikia kwa muda ule, unaelewa, sababu kila mtu muda ule anakuwa ana emotions zake. Kuna mtu kaeka hela zake, kuna watu wamebeti, kuna watu wanaipenda Yanga, kuna watu, unaelewa. So siwezi kumzuia mtu kusema anachotaka kukisema, sababu gani? Mwisho siku ana haki ya kusema anachokisema, sababu sikufanya kilichotakiwa kufanya. Hapo baada ya tukio lako ikapita masiku kadhaa, tukaiona taarifa ya bodi ya ligi kwa kumhukumu mwamuzi line 1 kwa kosa la kunyima goli. Ile goli ulofunga ni clear goli, lakini mwamuzi alikunyima na adhabu ilitoka. Baada kuona hiyo taarifa ulijisikiaje? Lakini pia moment ile goli ulivyofunga, yani ulikuwa unaamini kwamba ile goli ni kwenye eneo la kuotea kama ambavyo mwamuzi alitafsiri? Hapana. Kukuzani kwamba nilikuwa kwenye eneo la kuotea, na sidhani kama mwamuzi alinihukumu mimi kwa kuotea, alihukumiwa Pacome nadhani. Lakini kwa mimi nilipoona tangia mpira unapigwa nilikuwa naona Pacome hajazidi, na ndio maana nilikimbia. So of course hatuwezi kukibadilisha. Hatuwezi kukibadilisha kilichotokea. Ndio ishatokea na mwamuzi kafungiwa, inawezekana ndio ishatokea. Hatuwezi kukibadilisha hicho kitu. Kwa kumalizia kabisa, unaamini mchezaji anayecheza timu kubwa kama Yanga Afrika, Tottenham Team, kama ameshakuwa mchezaji mkubwa, na kwa nini ulipata ukakasi kujiunga na Yanga mwanzo? Of course hii ni klabu kubwa na ina pressure kubwa kama ulivyosema, unaelewa. Sasa kwetu sisi wachezaji wa Tanzania, unaelewa. Sababu ukija kwenye timu kama hii inaonekana wewe una uwezo, unaelewa. Na mimi ni haki yangu mashabiki kusema wanachosema, watu kusema wanachosema, kwa sababu lazima ni prove, nionyeshe kwamba nina uwezo wa kucheza Young Africa, sababu it's a top team in our country, unaelewa. Ni top team in our country. Kwa inawezekana
watu wanaona sijafikia hiyo nini, lakini kikubwa ninachoamini kwamba day by day na progress, na kikubwa ninachoona watu wanasema, lakini wachezaji wenzangu, walimu wote ni watu ambao wapo karibu yangu, wananipa moyo, wanani encourage kufanya vizuri kila siku, na kikubwa ninachoamini ni kwamba ima alikuwa TRA sio ima alikuwa Yanga, kuna progress imeonekana na mimi mwenyewe nimeona. Asante sana. Asante.